Nimekuja sawa kutokana na sintofahamu iliyotokea jana. Sisi ni mashabiki wa mpira. Na shabiki wa mpira siku zote sawa anaweza akawa negative, anaweza akawa positive, anaweza akawa vuguvugu, anaweza akawa moto au akawa baridi kabisa. Sasa Simba tujazoea maisha tunayopitia msimu. Tabu hatujazoea, especially katika mashindano ya kimataifa. Ligi ya ndani it's okay, lakini sio kimataifa. Kimataifa sisi ndio ilikuwa kichaka chetu. Lakini mwisho wa siku msimu huu misimu 7 nadhani sasa hivi mfululizo tunaingia makundi, tumezoea tunafuzu. Bila shaka yoyote hata itokee sintofahamu aina gani lazima tufuzu. Lakini msimu huu ngoma imeshindikana. Mechi na Experience di Tunis tumeianza vizuri, dakika 45 za kwanza tumepata goli 2, lakini mwisho wa siku jamaa amerudi amefanya comeback na bado kidogo tu tufungwe. Ile hali ilitustua. Sawa, tukawa hatujui sasa tushike wapi, mchawi nani, umeelewa bwana? Ndio ikabidi katika speculation zetu tukaja tukaupata ufafanuzi huu ambao tuloupata, ambao jana tukafikia mwafaka kwamba tumekutana na upande huu, sasa tukutane na upande huu. Huu upande wa pili uko mgumu sana kupatikana. Sawa, kwa hiyo sisi tukachukua maamuzi jana kutokana tulipata maelezo ya upande mmoja. Lakini jana ile baada ile sintofahamu kutokea, sawa, na mwenyekiti wa bodi kutoa ile taarifa kwa umma, umeelewa bwana? Sasa pale ndio ikabidi sasa hata na wao wasuke watoe tena, watafute na watupe taarifa zilizokuwa rasmi. Sasa mimi kama mshabiki wa Simba na mwanachama wa Simba siko lazi kuiona Simba inafanya nini, inapasuka katikati. Sasa Simba inatakiwa irudi, tuwe kitu kimoja, tuwe na nguvu moja. Yaliyopita Sindere, sawa, kuna ligi inaendelea, kuna mashindano mengine yanafanya nini, yanaendelea. Sasa ili turudishe Simba yetu lazima turudi katika mstari uliofanya nini, ulionyoka. Kwa hiyo kikubwa tunaomba radhi kwa kile kilichotokea jana. Sawa, ni jazba zilizotuzonga kutokana na aina ya matokeo tuliyopata kwa msimu huu na maendeleo ya timu yetu, na kutokana na maelezo tuliyopata kutoka upande mmoja, upande wa pili tulikuwa tujafanya hatujaupata. Kwa hiyo tunaomba radhi kwa kile kilichotokea jana, na tuko pamoja na mwekezaji wetu. Sisi kama mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba na mainfluencer ambao tuna watu nyuma yetu. Kwa hiyo tunamwomba radhi mwekezaji wetu, tuko naye pamoja bado.